cha Mwanzo kwamba kila kitu kilifanyika kwa neno, kwamba wala pasipo neno wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hii inamaanisha nini? Kwamba kwenye maisha yako hauhitaji kitu chochote zaidi ya neno. Of course, neno lina kanuni zile za kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Neno lina utaratibu wa kimungu wa kufanikiwa. Na ngoja nikuambie kwa nini Mungu ametoa neno kama kama mwongozo. Ni kwa sababu neno la Mungu ndio manual, ndio menu ya maisha yako na ya kila kiumbe duniani. Kwamba kila kitu kilifanyika kwa neno, na kila kitu sio tu kilifanyika, kitaendelea kufanyika kwa neno. Chochote unachotaka kiumbike kwenye maisha yako, before kiumbike hicho kitu, linatangulia neno la Mungu. Kwanza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, halafu neno la Mungu linaumba kile unachotaka kiumbike. Na iko hivi kabla Mungu hajakupa lile hitaji lako ambalo umeliomba, Mungu anakupa neno. Sawa sawa? Majibu ya hicho ulichokiomba kwa Mungu, Mungu huwa hakupi kile kitu from nowhere. Hapana, anakupa kwanza neno. Ukiliamini lile neno, tayari kile kitu automatically kinakuja. Mfano mzuri, utaniambia mchungaji, tunaomba Mungu. Na unapoomba huwa Mungu anajibuje? Anajibu kwanza kwa neno, kwa ujumbe kama huu, ndio utajua Mungu amekujibu. Halafu unasema kumbe kile kitu ambacho mimi nilikiomba kupitia ujumbe wa leo Mungu amethibitisha. Na kwa sababu amethibitisha, tayari ninalo jibu. Tuna mifano. Hebu tuende kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza. Tumuone mama mmoja alikuwa na mahitaji yake. Na alikuwa sio hitaji dogo. Nafahamu. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Tunamuona huyu mama Hana. Twende moja kwa moja kwenye mstari ule wa 15. Nasoma, Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani, na mume wake na ile familia yao nyingine huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwona Bwana. Sasa sikiliza hapa.
akamuona mwanamke mwenye mahitaji, mwenye huzuni, mwenye majonzi. Inawezekana wewe una hitaji la mtoto lakini una hitaji ambalo linakuliza ndani ya moyo wako, linakuumiza, linakukera. Huyu mama alikuwa anakerwa na mke mwenzake, tunafahamu story yake. Lakini swali ambalo unapaswa kujiuliza, hivi huyu mwanamke si alikuwa na mume wake? Mume wake alikuwa na watoto na yule mke mwingine Penina. Jamani wapendwa kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ninaeleweka? Si alikuwa yule mwanaume, si alikuwa na uwezo wa kuzalisha? Kwa sababu si tayari ana watoto wengine. Nini kilishindikana kwa Hana? Okay, kuna mambo mengi ya kusema hapa, lakini leo ngoja niseme hiki ambacho napaswa kusema leo ili kukusaidia kuhusu neno la Mungu. Hana akaona ngoja niingie maombi, kwa sababu Mungu anafanya kila jambo, hakuna lisilowezekana. Hana akaomba, kila siku akaomba, kila siku akaomba, mpaka ikafika yule mzee alikuwa anakaa hekaluni, kuhani wa Bwana aliyepakwa mafuta. Yule alikuwa ni mpakwa mafuta wa Bwana, ni masihi wa Bwana, mzee Eli. Akamwambia, akaona huyu mama, unajua kuna wengine hapa wana mahitaji yao lakini wanaona wamerelax. Nataka nikwambie, usipokuwa na machungu kama aliyokuwa nayo huyu mwanamke, huwezi kutoka hapo na wala huwezi kutoboa. Unafikiri Mungu tu atatenda? Ngoja nikwambie, Hana aliposukumwa kwenda kuomba, akaomba, ikafika yule mzee akawa anamwangalia huyu mwanamke, kila siku anakuja hapa. Hivi unajua saa zingine unapoomba unakuwa kama uko unconscious, yani unakuwa kama umechanganyikiwa, si ndio? Kwa lile jambo zito ambalo wamebeba, yale maisha ya kuzomewa. Hata leo unajua kwa nini watu wengi unajua unamhitaji Mungu? Kwa sababu na maisha ya kuzomewa na maisha ya kusemwa. Kwa nini? Huna hiki. Lakini nataka nikwambie hivi, hiyo hali inaweza ikaondoka ukiamua. Mwambie mwenzako hiyo hali inaweza ikaondoka ukiamua. Mwambie inaweza kuondoka ukiamua. Hana aliamua kwamba mimi kicheko basi. Aliamua, akaamua kuomba. Mpaka yule mzee akaona kwamba amelewa. Lakini Hana bwana akawa mnyenyekevu, akasema huyu ni kuhani wa Bwana, hata kama ameniona kama nimelewa, amekosea tu kuona. Biblia inasema yule mzee naye alishakuwa mzee. Kwa hiyo Hana aliona asiharibu maombi yake, kwa hiyo hakumchukia yule baba Yaani Hana wala hakukwazwa na lile. Akamwambia, baba, mtumishi wa Mungu, sijalewa. Ungejua tu shida ya moyo wangu. Mimi nina mambo yamenijaa moyoni hapa nilipo, ni kwamba ninaomba. Nafikiri alikuwa anaomba kimya kimya pia ili asimkwaze yule mzee, asimkere pale. Kwa hiyo alikuwa aombi zile sauti za nani zile, si mnajua za kiinjilisti, mpaka unakanyaga na mabenchi. Hapana, yeye alikuwa anaomba polepole ili asimkwaze yule mzee, maana na yule mzee alikuwa anashinda hekaluni. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alipomwelezea yule mzee, kwa kuwa yule ni mpakwa mafuta anayemwakilisha Mungu, yule mzee akasema, mwanangu, kumbe ni hivyo tu. Biblia inasema ule mstari wa 17, ndipo Eli akajibu akasema, release the power of the word, akaachilia nguvu ya neno. Maana yeye ni mpakwa mafuta, kama anavyoachilia nguvu ya neno kwako leo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba enenda leo, akamwambia enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja ya moyo wako. Huyu Mungu ninayehubiri habari zake, huyu Mungu ambaye ninasimamia neno lake, akujalie. Jamani, amina. Biblia inasema lilipotoka tamko la maneno kutoka kwa mtumishi wa Mungu, huyu mama aliona hili ni neno la Bwana. Kama amesema huyu mpakwa mafuta, basi mimi ni nani? Nimeshapokea. Biblia inasema maombi yake yakakata hapo ya huzuni, akaenda uso wake ukiwa uko vizuri, umekunjuka, akaondoka pamoja na mume wake. Yeye ana siri yake moyoni, amejibiwa. Na kuuliza, mtoto alianzia kwa nani? Alianzia kwa mumewe Elikana au alianzia madhabahuni kwenye neno?
Jamani, amina. Kwa hiyo yule mwanamke akaliamini neno la kuhani wa Bwana. Halafu alipoenda sasa nyumbani, Biblia inasema huyo Elikana ambaye alishindwa kumzalisha nani kupitia neno, sasa Elikana akamjua mkewe, ndio akapata ujauzito. Mpe Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kama neno lilifungua kila kitu. Kwa hiyo Mungu ambaye huyu mwanamke alikuwa anamuomba hakumjibu tu kimya kimya, mpaka neno lilipotamkwa na mtumishi wa Mungu, mpaka neno la Bwana lilipokuja akaliamini. Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno. Kwa hiyo kama unasema ninamwamini Mungu, ningekuuliza unamwamini kwa kusikia neno gani ambalo unasimama nalo, na ulilisikia siku gani? Kwa sababu kila siku maneno yanasemwa. Hata hili ninalosema kwako pengine ni jibu la mahitaji yako. Sema amen. Sema amina. Nakupa mfano mwingine. Twende kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Pointi yangu ni nini? Kwamba Mungu kabla, unapomuomba Mungu mahitaji, Mungu hakupi hitaji tu linashuka kama mvua kutoka mbinguni, au utakuta Mungu amekuwekea zile pesa zako pale mezani, au Mungu anakupa nini? Neno. Ukishaliamini lile neno linaanza kukuelekeza kwenye connection. Cha kwanza lazima ulikubali neno ili likusaidia utoke hapo ulipo. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 15. Tunamuona mtu anaitwa Ibrahimu. Hapa alikuwa bado anaitwa Abraham. Sasa kabla nikusomee, kuna mambo nataka uelewe kimsingi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 12 tunaona Ibrahimu anaitwa na Mungu atoke katika nchi ile aliyokuwa naishi ya baba yake na ndugu zake, kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Kwa maana nyingine, kule kulikuwa asingeweza kumsikiliza Mungu vizuri. Mungu akamtenga. Baada ya hapo tunaona Ibrahimu kuna maisha ya kupanda na kushuka. Njaa ikaingia, ile sura ya 12 hapo mwishoni. Akaenda Misri kule. Alipoenda wakati ule bado alikuwa na yumba, ndio mchanga kiroho, hajaweza kusikiliza vizuri sauti ya Mungu. Sura ya 13 mwanzo tunaona ya kwamba njaa ikaisha hivyo, maana alishamwambia mke wake kwamba tukienda kwenye ile nchi Bwana, watakapo kuona wewe kwa sababu wewe ni mzuri, watakuchukua, wataniua mimi. Kwa hiyo wewe sema ni ndugu yangu, sema ni dada yangu. Kweli akasema hivyo na Mungu akawanusuru. Mimi sitaki kuingilia kwenye hiyo story, kwa sababu saa zingine mapito magumu yanaweza akakufanya tu uonyeshe madhaifu na vitu vya namna hiyo. Saa zingine watu wanakatakata ka uongo fulani hata wanapopita ili wapate mahitaji yao, si ndio? Jamaa alipita huko, anasema anaitwa baba wa imani, lakini kwa nini alipita huko? Na yeye alikuwa na changamoto zake, na alikuwa mwanadamu, lakini anaitwa baba wa imani. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa sura ya 15. Kwa hiyo sura ya 13 akatoka pale, ndio Mungu akaanza kumrudisha tena ili aendelee kutembea na yeye na kuendelea kuielewa sauti yake. Akajenga madhabahu pale, sura ya 13. Sura ya 14, hapo sura ya 13 tunaona wanatengana na Lutu, kwa sababu naye alishakuwa kikwazo kwenye wito wake na baraka zake. Sawa, wakaachana tu vizuri bila nani. Ndio Mungu akamwambia sasa, sura ya 15 Biblia inasema baada ya mambo hayo, baada ya mambo hizo vurugu mechi zote, mpaka za kumkana mke wake, sio mke wangu ni dada, njaa hiyo, vita, kutengana na nani. Kwa hiyo hapo alikuwa anachongwa, anaondolewa yale makando mengi. Mungu anamshape Ibrahim. Nani ananielewa ninachozungumza? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada hilo sakata, wameachana na Lutu. Sura ya 14, Lutu akaenda kukaa jirani na huko Sodoma na Gomora kule. Vita ikatokea, Lutu akatekwa. Ibrahimu akaumia tena, kwa nini ndugu yangu ametekwa? Akainua vijana wake, wakaenda wakapigana na wale majeshi, wakamrudisha Lutu, wakashinda.